banyu icyo gikorwa mubikore. Alafu tuombe mashemasi ambao mmekaa huko, unaweza mkaja mkakaa hapa, kuna viti ili kwamba watu wapate nafasi ya kukaa wengine. Kandi tuomba gusaba diakoni bicaye hiyo muzi n'intebe zirahari kugira ngo abantu babone. Mashemasi wa kiume mje hapa, hakuna shida. Abashinga n'aba diakoni b'abagabo muzi no mkae ili kama mpate nafasi wengine. Basi tusimame kipe namba 91, wimbo namba 91. Ngoma tulipe ndirimbo Kiswahili ndio mcheza na kwa Kiswahili. Yesu jina hili njema. Yesu jina wimbo utasaidia kupiga makofi. Wala ambao unajua basi twende pamoja kuchukua mikrofoni tuweze kuimba pamoja. Yesu jina hili njema. Yesu
Yesu. Ni wakati mzuri ambao kanisa lako limesimama. Hakuna sababu nyingine kwa ajili ya kuweza kupokea kile ambacho tumekiandaa kwa siku ya leo. Katika hilo mtakatifu, inaomba hamena nafasi hii tawale mtumishi wako ambaye ameandaliwa kwa ajili ya leo, na msimamisha katika maomba imara, aweze kusimama nawe uweze kuongea. Kanisa lako tubarikiwe, umtumie kama chombo tu, lakini wewe useme na makutano yako. Basi tunakupokea. Asante kwa sababu tutubariki kupitia neno lako, ndani ya jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai, na wote tuseme amen. Bwana wetu asifiwe. Anageze mwana ukicha tekeleze ndio mzima kwa tutumie bila ngotume jambo jimana ili tule maneno ya Mungu. Uko tugeyewa kaze umukozi wacu nakora kumukaribisha Mungu mali yatumye tugabwe jambo jimana ngale tutumye tumisha neno la Mungu kama kaze cyane tumukaribisha sana ama namwe mwicaye wapi jambo jimana ni kaya msikimbia Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Nashukuru Mungu kupata nafasi hii. Tunashirikiana kuongea tulivyoongea jana. Twabwele kuva nijoro. Mungu anaandaa mambo ambayo sisi wanadamu tuyaweke katika akili. Mali nategura umutwara w'abantu dushobora gushyira mu bwenge. Nikiwaambia kitu ambacho kimenishitua sasa hivi. Nao bari ikintu gisa n'icyankanguye hano. Kitu ambacho Mungu aliniambia ningaliki kamili, bado sijapata hata kuitwa kule kwenye Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kufika huko. Ikintu Imana yambariye ntarahamagagwa hariya mu biro kugira ngo urumure bantegure ubuzozi. Nimeona hapa. Ndakibonye hano. Kwa hivyo nimepata somo mpya. Ndio usichitishe mshasha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa mimi siku moja hari kimusume nalala tu ndyamye gusa nikaona nimepelekwa na mtu fulani. Mbona ruhawe n'umuntu kanaka. Twende huku. Tugendiro. Tukafika mbele ya mto mkubwa mno. Turashikiriwe y'uruzi runini cyane. Sione hata mwisho wake tu. Ntabona niyo ruhera. Mimi naogopa. Akanambia tutapita hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukashuka. Kisha ananiambia utapita hapa. Sasa mtapita wapi? Hakuna mtumbwe. Tutaenda. Akanizamisha. Yesu asifiwe. Amen. Nikazama. Ndalilira. Nikaona kuna mtu ananisukuma sukuma tu. Mbona umuntu ushaka ansubika gusa? Ansubika. Nikajikuta nimefika kwenye ukingo wa mto Bango ya pili. Sana danacha kuhanga kutaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Nilipomaliza kuvuka njabutse nikajikuta nina kitabu kama hivi. Sana kitabu huu. Nikaanza kupanda barabara ya lami nzuri sana. Ndio kupitia barabara kiza chana kwenye mlima. Natunga msosi. Ninaenda. Ndiko naenda. Barabara ya lami ilikuwa inaenda katika upande huu. Ya yona kitu ni mitaje ndio. Yangu hapa. Hivi kama ndani. Kutoka na mkuta mtu huyu dada yangu huyu Rose. Sana ndakangu sokora. Moja Patricia. Ya. Simama. Haguruka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nikamwona Patricia. Nikamuona mwite. Nikafungua vitabu nikaanza kumfundisha neno la Mungu. Tandumu nilitoka kumfundisha Mungu. Nikaanza kumfundisha neno la Mungu. Tangu kumfundisha Mungu. Tukafanya ibada. Tunafanya ibada. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
kuendelea. Sio wanadamu. Haya yanatosha. Hicho bila mazi. Mungu ananipa somo mpya leo. Nani mwaichingi za kishatu ni mazi. Hata vile vitabu vyangu wale nikwambia mimi huwa naandika. Twenda andika na wewe. Naandika. Na andika. Yesu asifiwe. Amina. Niko katika vitabu vyangu. Nani jana ndicho vitabu vyangu. Na ndani. Nenda kusoma tena upya. So gena kushuhudia kwa wangele usome. Ili ya mkutano huu. Imani baada ya kuhubiri kwa chui Mungu. Leo. Nani ndio vitu na Mungu. Naona Patricia. Huko na muone Patricia. Nilikuwa bado sijaenda katika habari za kulevya. Ngai ndio kumtuna na kazi. Mambo yangu yalienda haraka mno. Ukiti wale daraja chocha. Nilitwa para magawe. Kwanza sikujua. Chena hadicho na nini. Watu walikuja kuniambia ukisikia jina lako huko. Tukio msikia ngao na wala hali alilio. Cheo. Wewe ndio. Tulisikia jina lako huko. Kumi sababu hamanga. Ni wewe tu. Kani ni wewe tu. Ni wewe. Ni wewe hauli. Acha niende kesho yako. Nikafika. Cheo kitu na sisi pekee. Nikaenda kuuliza wale watu wa moja. Nyie mko mnajua jina langu? Jamani wewe unasema jambo. Wewe unaitwa nani? Wewe mtu gani? Naitwa mtu fulani. Niitwa Kana. Sasa kwanza niulize nafikiri inawezekana tunashoka. Wakaenda ita mtu mwingine. Baba karudi. Akaniambia ndio. Ulikutafuta. Kwa kweli. Nini? Cheo. Kwa nini? Kweli. Sasa wewe uje tu ofisini kwetu. Wewe usipate kuja watu. Amina. Cha mshangao. Uchatangaje. Ndugu zangu hapa ambao watalikubali hili. Hamule ile baba shaka kweli. Watu waliniambia hivi. Baba hivi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa pale kwetu ilipangwa hivi. Imetoka kufunza na wengine shari tu wasikia. Wale waliofika kwenye ile ofisi kwenda kutafuta protection walianzia kule. Abaje kuona wengine na wewe hilo tahere mahere Maria wanapita kwa mlango ule. Wanaenda mtapata kubadilisha. Wanaenda mdirisha. Wanaenda Mungaha huku ndio mwisho. Hiyo ni kitu. Sasa mimi watu walinishangaa. Chawa ndio tanga. Ila kule hayo Joseph maisha ngombo. Joseph ndio kumbe. Sasa wewe mchungaji ni nini? Tuone kama wewe kuna miaka tuko tunapita hapo. Joseph ndio mdirisha. Tunakutoa ngaha wewe. Niende kushikana. Mambo yangu nitaanje. Yaone hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ilienda hivyo hivyo. Kwanza nilishuka. Abantu wanashangaa. Abantu wanatangaa. Niko hapa. Naona Patricia. Amen. Ninahubiri injili ya Mungu. Ndavuga kutumia. Ujumbe unaotoka kwa Mungu. Ndavuga kutumia kwa Mungu. Mimi sijui kwa nini mkutano huu na mimi niwe hapa. Nanja diva za nyingine kishatu ndio kitone ndaha. Anajua. Hadi wapi? Yesu asifiwe. Amen. Nitaenda kujifunza nini kushiriki kishasha. Kitu gani Mungu anataka ni kitu gani katika hili? Mungu. Tumeongea mengi tangu jana. Kwa nini mjisho wewe mjisho? Bwana asifiwe. Amina. Lakini Yesu alifanya kitu gani? Satani yakoza kaja. Ntamfuni yado aya maso yanjye birakabiri. Ariko twamuresha ko ndasobeka yose. Naho nyirabuye ndasobe. Simeka. Amina. Hajale kabisa ni wala haliki. Na katafuta kana hata nikaona na ninaweka mkono kanataka. Mbona yapata uko ngapo kujinga. Utasoma. Alipojinga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Somo letu ni somo la matengenezo. Icyigisho cyacu ni gutegura. Mungu alinituma kuja kutangaza habari ya matengenezo. Imana yanumye mwanze vuga inkuru y'ugutegura. Katika lugha ya Mungu, mwanze wa Imana kubomoa milima, yavuze ngo agomba gusenda imisozi, mabonde yalainishwe, kugira ngo ibiyaya bitegurwe. Kabisa niliongea mengi kuhusu milima, navuze byinshi kuri imisozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe matengenezo sio ya kutengeneza barabara kama ile hizi za highway, lakini wanaongea juu ya highway. Hapo hana wanakuja kujenga barabara makubwa. Ndio mtu kutengeneza njia kuu ya Mungu. Kwa njia nini mbaya? Njia zini tu kwa sisi Mungu apite. Nani ndio? Kumbe njia ile ni njia katika mioyo yetu. Hiyo njia nilimo mitima yake. Kwa sababu akasema ongea na mioyo ya watu. Mungu na mitima yao. Ongea na mioyo ya watu.
Leo tukasema kwamba tunaongea kuhusu mabonde. Yesu asifiwe. Leo tunaongea kuhusu mabonde. Sasa katika habari ya mabonde bila kuongea mambo yafuatayo. Kwanza tunasoma neno la Mungu. Na hilo neno la Mungu tunasoma katika Isaya. Huyu ndugu yangu atanisaidia kwenye tunasoma kwenye kitabu cha Isaya. Isaya sura yake ya 22. Isaya igice cha 22. Isaya 22. Aya yake ya kwanza mpaka 14. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri sasa Mungu atanipa kuona vizuri leo. Nani hapa kuona msinezi. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hata sikasoma Biblia. Ndugu yangu mimi nasoma vizuri. Ni kitabu chote tunasoma na mabadiliko. Ama sarafisi Mungu. Bwana asifiwe. Amina. 22 ya Isaya mstari wake wa kwanza mpaka 14. Reka dusome ijambo ry'Imana. Hano igice cya Isaya 22 umurongo wa mbere usome kandi n'abantu iravuga ngo imburi yo ku Yerusalemu, imburi yo ku kiyaya ukwerekwa none ahabaye uwabaye ute ahantu hawe abantu bawe bose bakuriye Haya ya kwanza inasema hivi, ufunuo juu ya bonde la maono. Sasa una nini wewe, hata umepanda pia juu ya dari za nyumba, ewe uliyejaa makelele, mji wa ghasia, mji wenye furaha. Watu wako waliouawa hawakuuawa kwa upanga, wala hawakufa vitani. Wakuu wako wote wamekimbia pamoja, wamefungwa wasiutumie upinde. Wote walioonekana wamefungwa pamoja, wamekimbia mbali sana. Kwa sababu hiyo nasema, geuka uso wako, usinitazame, nipate kulia kwa uchungu. Usijishughulishe kunifariji kwa ajili ya kuharibika kwa binti ya watu wangu, kwa maana siku ya kuharibika, siku ya kukanyagwa, siku ya fujo inakuja itokayo kwa Bwana, Bwana wa majeshi, katika bonde la maono. Inabomoa kuta na kuililia milima, na Elamu wameshika podo pamoja na magari ya vita, na watu wenye kupanda farasi na pamoja na Kiri wameifunga ngao. Hata ikiwa mabonde yote ya mateule yamejaa ghasia, yamejaa magari ya vita, nao wapandao farasi wamejipanga wakielekea malango. Kisha alikiondoa kifuniko cha Yuda, nawe siku hiyo ulivitazama vyombo vya vita katika nyumba ya mwituni, nanyi nilipaona mahali palipobomoka katika mji wa Daudi, na kuwa ni pengi, nanyi mliyakusanya maji ya birika la chini, nanyi mlizihesabu nyumba za Yerusalemu, mkazibomoa
Tukazibomoa nyumba ile kuutia nguvu ukuta, nanyi mlifanya birika la maji katikati ya kuta mbili na kuwekea maji ya birika la kale, lakini hamkumwangalia yeye aliyeyafanya hayo, wala hamjali yeye aliyeyatengeneza zamani. Siku hiyo Bwana wa majeshi akawaita watu walie na kuomboleza na kung'oa nywele zao na kuvaa nguo za magunia na kule furaha na kuchekelea na kuchinja ng'ombe na kuchinja kondoo na kula nyama na kunywa mvinyo, kunywe, kwa maana kesho tutakufa. Na yeye Bwana wa majeshi akafunua hayo masikioni mwangu. Ni kweli uovu huu hautatakaswa wala kuwatokeni hata mfe, asema Bwana wa majeshi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Soma mahali parefu. Soma hano hale. Parefu sana. Anaonesha gosi. Ni habari za bonde la maono. Ni ibiyaya by'ukwerekwa. Ni habari ya bonde la maono. Ibiyaya by'ukwerekwa. Tuliongea sana kuhusu milima. Mungu amekusudia kubomoa Imana yatumye ugisenywe ili mabonde yapate kulainishwa, yeye afanye barabara yake nzuri katika bonde, kandi Imana itegure inzira ahantu ibiyaya ufu wake upate kuona, kugira ngo ubwiza bw'Imana buboneke. Sasa kumbe hanyuma bonde hili ambalo Mungu anaongelea, ukikiyaya Imana ivuga ni bonde ambalo linajaa maono, ni ikiyaya kirimo kwerekwa. Bonde la maono, kiyaya cy'ukwerekwa, sio bonde lenye kuwa na macho yaliyofungwa, si kiyaya cy'amaso yugaye. Oya, sio bonde la vipofu, si kiyaya cy'impumyi. Hapana, oya, ni bonde la maono, ni kiyaya cy'ukwerekwa. Wanapolala wanaota ndoto, bakanye bakabona icyo begesha. Nimeona, nabonye, Mungu amenambia, Bwana yavuze, nimeona, nabonye. Mungu akaangalia maono, icyo yeretswe, akachunguza maono, Bwana kabona icyo yeretswe. Mimi nashakia maono ili ahantu yeretswe ndabifiteka. Amen. Haya maono mimi nayashakia. Bwana kabona icyo yeretswe ndabifiteka. Anasema hapa, Imana ivuga hano. na maono hayo Ibi byeretswe yaliyoendelea bibandanije za vitu. haravutse ibintu. Hapa maono yanatuambia hano rero ibi byose Imana iratubwira. Wewe utuye induru, ghasia, utuye urwango, kandi ndio ugiye neza. Anasema Yavuga ile bonde la maono, muri kiyaya cy'ukwerekwa. Imana iravye, anaangalia, iravye, akaona kitu. Imana irabona ibintu. Alichokiona cha kwanza, ikintu cyawe Imana yabonye, alisikia makelele. yumvise urwango. Makelele ni makelele ya kaka. Urwango ni urwiki. Akasikia ghasia. Ghasia ni kama vile kwenda watu wengi katika barabara, wanaenda wanaimba, kuja kwa abantu nyene abantu benshi. akaona ghasia. Imana ibona abantu bari kumega induru mu rwango. Alifikiri kwamba ni makelele ya kulia. Imana ni induru ya Samaria. Akafikiri kwamba ni watu wenyewe wanafanya mapinduzi. Aba bantu ngira ngo kuvuga barahinduye umutegetsi n'ibintu bari kubaraba. Anaangalia anasema Bani yabona watu wanafurahi. abantu ko baranezerwa Kabisa. Kumbe ni ghasia ya furaha. kumbe ni umunezero. Kumbe ni makelele ya furaha. kumbe ni urwango rw'umunezero. Akaangalia nyuma ya yale makelele. Bani yabize yuko rwango Kama ni furaha za aina gani? n'umunezero w'iki. Akaangalia. Bani ba. Nibikimwe.
mabonde yanajaa maono kabisa. Wana maono. Hariho kwereka muri ibyo binyarwanda. Hariho ubwabo bw'umunezero. Mungu alipoangalia akasema ni furaha za bandia. Watumani hata muganga toya uyu munezero umunezero w'Ukristo. Uyu munezero udakwiye. Furaha bandia. Umunezero w'uburyarya. Kuongea na kupiganisha furaha bandia. Tugomba turwanye umunezero w'uburyarya. Kuongea na kupiganisha maono bandia. Imani tugira ngo turwanye kwereka kutariko. Mungu amesema. Imani yavuga. Mungu amesema. Imani yavuga. Sawa. Yego. Sawa. Sawa. Angalia yale Mungu anasema. Na waleta maono. Iyo Imani ilichovuga muri ibyo gihe. Anashangaa. Imani yatangara. Anawaambia watu wanataka kulia. Mweke nini kuliko abantu mukwiye kugira. Nibyo mukwiye kugira. Kwanza wakubwa wenu wote wamefungwa. Nibyo kuvugana abarongozi banyu bose barabaye imbohe. Wetu wote wamefungwa. Tutafurahi vipi? None twoneye abaturungu baboshe. Vipi? Gute. Baba yangu kifungwa. Papa bamuboshe. Ni furahi. Hamanitete. Mungu anashangaa. Imani yatangara. Nayo makelele na maono bandia. Ibyo byose ubwabo bw'umunezero w'uburyarya ukwezi Anashangaa na mambo mengi kwetu. Imani yatangazwa n'ibintu byinshi bitwewe. Anasema hapa. Imani yavuga hapa. Mioyo. Mimi Mungu ninawashangaa hawa watu. Imani yavuga abana batangara kukuri. Viongozi wao wamefungwa. Abarongoye n'imbohe baraboshe. Na watu wamekufa. Kandi abantu bapfuye. Lakini watu wamekufa. Abantu gasanga birorera umunsi mukuru. Abantu bariko bararyoherwa. Tena akasema kitu. Imani yavuga ikintu hano. Wanachinja ng'ombe. Baratanga n'ibimazi intama barabaga inka barabaga. Kisha akasema mulile. Imani yavuga iti nimulile. Mimi Mungu nilikuangalia kule ndani. Imani yatitaki imbere. Una shida. Ndasanga mufise ibibazo. Amuone. Nimubona gusa. Amuone. Mubona. Kama ungeliona. Iyo mubibona. Paswa kulia. Mwoletse. Mimi nawaambia mulile. Nani nababarira nimulile. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mulile. Mulile. Tena Mungu kasema neno la ajabu. Imani yavuga muri tangaza hano. Sitaki mnisaidie. Sinkeneye yuko mumpumuriza. Sitaki. Sinyomba. Kwanza mwache nigeuze uso. Mama undeke wirukize inyonga zanje. Sitaki kuangalia hivyo. Sito simoni kuya. Sitaki kuangalia. Hivyo ndio ngeneye kupona. Mwache nigeuke. Mundeke ndabino. Angalia huku. Nirabino. Angalia. Ndabino. Huku Ino singeneye kubona yukorekerayo we. sababu mnajifariji. Kuko murika muri humuriza gusa. Kwa watu wa kulia. Murabantu Kujifariji. kwihumuriza gusa. Ni ikintu gitangaje rwose. Ni kama kile tulichoongelea jana. Wakati Mungu alituambia, wakati tulisoma katika Yeremia sura ya 6 na kadhalika, anasema ya kwamba watu wanaponyesha madonda kijuujuu, tuna amani, iko sawa, tuna amani, iko sawa, mkono. Kumbe ni juujuu. Anasema hapana, mnatibu madonda kijuujuu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Tunahitaji kupona. Hata niwaambie habari za mabonde. Haleluya. Tuna mifano katika Biblia. Mungu anaumba nchi. Adamu kapita na mambo yake. Nuhu kapita na mambo yake. Kunakuja mtu mpya. Watu wote wa Nuhu wanazaa.
abantu bose bano barashara. Watoto wa Nuhu walikuwa watatu. Abana bano bari batatu. Wakagawanyika kama vile walivyo watatu. Wote wakazaa. Bose bari ikabuye kandi bose barashara. Na miongoni mwetu hata katika nchi ya Marekani hapa ndipo na muri Marekani tuli wanagawanyika mara tatu. Ahagena abana bano barikabuye bo ibice bitatu. Wa Shemu, abana ba Shemu, watoto wa Hamu, abana ba Hamu, watoto wa Jafet. abana ba Yafet. Tunagawanyika sisi wote watu wa ulimwengu katika jamaa hizi tatu. Abantu bose bo ku isi tugabuye mu bice bitatu. Kumbe huyu Hamu Hamu leo Hamu ndani Hamu ndio akazaa mtu mmoja anayeitwa Kushi. Atazaa mwana anaitwa Kushi. Unajua Kushi maana yake katika lugha ya Kiebrania? Urazi Kushi ni chochote wala kwa Kiebrania. Maana yake mtu mweusi. Ukumbuka umumbulia hapo kwa Kiebrania. Waliyezaliwa watu wanashituka, walishituka. Abantu wale kama sababu ni unavuta jina la wote wala kama. Umezaliwa mtu mweusi. Kushi. Sasa Kushi akazaa mtoto wake wa kwanza Nimrod. Mwana huyo anaitwa Nimrod. Mtoto wa Kushi. Mwana wa Kushi. Huyu Biblia inashuhudia kwamba akawa mtu hodari mbele za Mungu. Huyu ni imani mkaifa wewe unasangi mbele ya Imani. Alichinja wanyama kama hivi tunavyowachinja leo. Biblia inatuambia kwamba kuwa hodari kwa kuwinda wanyama mbele za Mungu. Acha niwachekeshe kidogo. Mimi nilipofika Colorado, ningali namaliza kama siku 5 tu. Vijana wakaniletea application. Nikajaza nikaenda kazini. Wananipeleka kazini. Kumbe wananipeleka kwenye machinjo ya ng'ombe. Ninaanza kutumika kazi ya ng'ombe. Mimi nahesabia magari ya ng'ombe yenye shift yetu ya jioni inachinja. Ng'ombe 3,000. Asubuhi walichinja ngapi? 3,000. Sasa nikawauliza, kwa wiki moja sisi tunachinja 6,000 kila siku. Tunatumika kazi siku 5 kwa wiki. Tunachinja ngapi? Elfu makumi tatu kwa wiki moja. 6,000 kila siku. Sasa nikafanya hesabu, wiki tunachinja ng'ombe 10,000. Sasa mimi nasoma nikiingia kuita mkampani kama wanaweka kabarua hivi, mimi nakasoma hata si Kiingereza kizuri. Kiingereza kama kwa wafundisha. Nikasoma eneo wanasema hivi. Kampuni zenye ziko sawa na GBS za kuchinja ng'ombe katika dunia ziko 85. Ikampani zibaaga inka kwisi 85 katika dunia kwisi wanachinja ng'ombe ngapi kwa siku? Babagina zingadi kiku iwacu honyine kufanya multiplication ya 85. Shukigira rero ukwize ayo macambu 85 babagina zingadi. Sasa hatuna Nimrodi sija kuri rero Nimrodi chinja ng'ombe katika mbele ya Mungu yuko mbele ya Imani. Lakini huyu mtu wa mabonde ya ile mabonde yake ndio yanafuza mabonde ya kule Babylon. Hali ya mbele mabonde. Nakwambia kuna mabonde Biblia inasema kwamba watakaa katika nchi tambarare. Batabicara mu gihugu chini yayo. Shenda Ninawi. Bataruwa Kaninewe. Shenda Babeli.
barubaka hariya muri Babeli. Ile miji ya tambarare yote ile Asia ya Mashariki. Vita visagara vyose hariya. Ndio alianzisha. Ndio yalitambuka. Akaanzisha ile miji yote, usome yote. Anatambuka vile visagara. Wao somo lotora. Huyu ni Mrodi. Ariko nino. Watu wake. Na huyu. Watu wenye maono. Abantu b'ibyo. Abantu b'ibyo byo mujyana. Baramwiki. Tusitoke tena katika bonde hili. Tukiwa muri kijana. Bonde hawataki kutoka. Abantu yagomba kuvayo. Bwana milima. Bwana kuduga misati. Na sisi watu wa milimani, angalia wale watu wa milimani. Abantu tumbira mu misati wale watu. Wao misati. Wanaojaa maono. Abantu mundu ibonde. Kajengesha beach. Mimi ndo ngashituka kisaga. None. Tupa. Tusitoke hapa. Tufanye kitu. Tujenge mnara. Tuweke mnara. Tujenge mnara. Tuweke mnara. Tukijenga mnara wetu, kichwa cha mnara haya kusotero itakuwa mbinguni. Mwitu. Tunaweza kuweka tushiseyo. Itafika mbinguni, ni vile walisema. Tunaunganisha mwitu. Walipojenga ule mnara, Tunaua kwa mnara. fanya kitu. Haleluya. Amen. Acha nikwambie siri ambayo hujui. Wewe kubali mambo tatu. Sisi ni watafiti sana. Wewe tunamrudisha machana. Kwa nini Nimrodi Mungu achukie mnara wa Nimrodi? Kwa kilimo kibana ya yaanze mnara Kuna shida? Kujenga mnara kuna shida. wewe kwa mnara tangi twaishi. Mbona minara iko mingi? Wewe mnara yote ni Kuna Mungu atachukia. ndio maana tukarasha. Ndio nikajenga mnara. Maana ndio baba mnara. Kwa kusema kwamba tusitoke tena hapa. Ndio mbaya wanitupa. Patana na watu wako. Ndio mshana wa mimi. Yalikuwa mambo mawili. Hapo ni mimi. Kitu cha kwanza tujenge mnara. Shamba kwa mnara. Tusitoke tena hapa. Nituka hapa. Wakajenga mnara wao. Baba kwa mnara wao. Jenga mnara. Baba kwa mnara. Jenga mnara. Barauba. Wakajenga mnara. Hatutaki kutoka hapa. Huu mnara huu tutakuwa tunazunguka. Mnara ni ile tunazunguka. Juu ya mnara. Haya ndio. Ni mmoja akasema. Ni mmoja anasema. Ili tupate kitu hapa. Kuna tuweki hapa. Tutaweka sanamu kule juu ya mnara. Haya ndio tunashiriki hiyo na. Nikawekesha sanamu ya mama yake kule juu ya mnara. Ashayo ikijipa maana chani na kudogo asemi kijipa maana. Hii maana. Hiki ndio chenye Mungu. Ili kijipa Jenga mnara sio shida. mnara Ni shida ya mnara wa Babeli. akikora ni mnara wa Babeli. Nikaweka sanamu ya mama ya Yafike hodi akishusho chani na haya hejuru. waanze kuabudu. Kuna watu watano kusenga. Kusenga Mungu imani. atuhurumie sana. Amen. Kitu cha pili. Isaka. Tujenge mnara tujipatie jina. Tuwake tuwajibika. Tutafute jina. Tuongele jina. Maneno mawili Ama chamba vile. Mungu akashuka. Nani ya manuka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu katoka mlimani. Nani ya baya mshuka? Ni manuka. Ninakwambia wewe mtu wa bondeni. Ndapao mdomo bizana. Kabla Mungu hajashuka. Nani ya manuka? Kuna vitu kwa toa. Kabla Mungu hajashuka pia kusema na faraja zake. Imani tena kwa Mungu. Nitakuuliza mbona. Ugeuke. Ukikataa Wanse Mungu atashuka. nani wa manuka? Shukia mnara wa Babeli. Hizo watu Mnara wa Nimrod. wani Sanamu ya mama yake ya Nimrod Mungu hicho kijipa maana cha nani ya manuka? Inasema ninyi watu wa mabondeni Baba Mungu na sana. maono yenu, Yuko vipi sana? maono bandia. Hizo mbona sikio tisha? Mungu alisema Ni maana ya hapo. au kuna kinyongo ndani ya moyo wako. Hapo kuna ofisi mtima Mungu. Kuna saga meno kwa ajili ya mtu. Wewe kuna yake na mbele kuguru anakuzamleta. Imani hapo. Na Mungu gani huyo? Yeye maana ni hapo. Mungu anasema usijifariji. Maana wewe ndiye humulize. Usijifariji. Wewe humulize. Usijifariji. Wewe humulize. Uko mwongo. Uruweshi. Uko mwongo. Uruweshi. Utaniambiaje wewe? Wewe badilisha. Moyo wako una uchungu. Maana ya urutuba ofisi. Unaweza kufundisha mtu kuwa na amani. Ukijishukuru na roho na hoho. Wewe haujui njia ya amani. Wewe sema hoho. Mwako kuna uchungu. Muri wa hariyo wala. Mwako kuna kinyongo. Hariyo mzito. Moyoni mwako kuna hasira ya ajabu. Hariyo shabudu umureke kwa kurandura.
bibaho. Ibyo ntibishoboka. Oya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha nikwambie kitu. Nina kubali kitu. Tumalize mafundisho yote ya leo. Tuheraheze inyigisho zacu z'umunsi. Na ujumbe ambao Mungu alinipa kwa ajili yako, Imana yampaye kubera wewe, niende kumalizia. nje kuheraheza. Kabisa? Yego. Kabisa? Shukuri. Mungu kasema kwamba ndani yako kuna kinyongo, Mana leo kuriyo hariyo, ndani yako kuna hasira, hariyo shafu, ndani yako kuna uchungu, hariyo urazi, ndani yako kuna chuki, hariyo urwango, vikao vya magawanyiko, ibyicaro cy'inama zo kwitabura, vikao vya matengano tu. ibintu by'ubuhanga na busa. Unataka kusema tuna umesema Nimrod aliona, watu wana Nimrod waliona, Sodoma na Gomora waliona, ya kutamanika. Ndugu yake ya Abraham alipoangalia mabonde ya Sodoma na Gomora akajongea. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mungu alishukia, angalia yanayofanyika pale, akasema iwezekana, nitachoma kabla Mungu hajashukia bonde lako, onya ya kwamba ugeuke, achana na njia ya hasira, njia ya ubaya, ya chuki, vikwazo vyako tupa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alijitosha katika mkutano Zakayo apate kuona nafasi ya kumuona Yesu. Utajiondoa na kuomba leo ujiondoe katika kundi hilo, ujiondoe katika nafasi hii, uende upande ya kundi Yesu. Na ukimwona Yesu, neno lake la kwanza, shuka. Haleluya. Shuka, ujishushe. Acha kufundisha. Unapea moja hapa, wakati unakuja kuanza mwendo wako, juu ya umoja. Soma Biblia. Usome Zaburi 133. Utasoma leo Zaburi 100. Soma tumalize somo hili. Zaburi 133. Ewe kuntu ari byiza kandi ari igikuriro kw'abavukana babana nyakubana, bimeze nk'amavuta ya elayo y'igiciro kinini yashutswe ku mutwe agashororokera mu bwanwa bwa Aroni, agashororokera ku misozo y'impuzu ziwe, kandi imeze nk'ikime cyo kuri Herimoni gitonda ku misozi y'Isiyoni. Kuko Uhoraho yagereye umugisha, niwo bugingo bw'ibihe bidashira. Imana n'igufasha. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia, tazama jinsi ilivyo vyema watu kukaa pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta yako katika kichwa cha Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta yako wapi? Katika kichwa cha Haruni. Sasa yale mafuta yakichuruzika, kwanza
yanashukia katika ndevu la yanafika kwenye midomo na furaha. Furahi moyo mafuta kwanza katika midomo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yale mafuta hayaishii hapa. Haya mafuta yanarudi hapo. Yanashuka. Alamanuka. Yanashuka. Alamanuka. Hayaishii hapa. Yanarudi hapa. Alamanuka. Hapo kuna kubirenge. Inde. Baba ya kubirenge. Haleluya. Unaona upi? Unaona hapa. Amina. Unaona upi? Unaona kukusoto. Inde nguo ya Haruni. Haya kukusoto nguo ya Haruni. Mafuta hayaishii huko. Yanashuka mpaka unaye manuka. Haleluya. Amina. Lakini kilichopo ni kitu gani? Mpaka kuwe jua la kuyeyusha yale mafuta katika kichwa. Haizuba litolea mafuta yaka mpaka ile mafuta ya mbinguni. Haleluya. Amen. Mpaka litoke jua ya mbinguni chake. Yes. Yaanze kushuka. Haleluya. Haleluya. Amen. Mafuta yashuke. Mafuta yanataka kulainisha bondeni. Ili bondeni lainishe. Mafuta haleluya. Amen. Shuka. Mafuta manuke kusafisha kwanza kinywa. Ya baba kutokulisha watu. Bwana Yesu. Amen. Muwalishe. Muwalishe. Mafuta yanataka kwanza. Mafuta yanataka kwanza kinywani. Vinywa vinone. Halo? Unasikia? Ninasema nini? Midomo ya makuhani fanye nini? Ilainishwe kwa mafuta. Haleluya. Amen. Na ndevu zao zilainishwe kwa mafuta. Mafuta wale wanapaka mandevu. Kusudi hayo mafuta. Hayo mafuta. Shuka mpaka mabondeni. Vitu viwili vinavyohitajika mabondeni. Haleluya. Amen. Unasema ya kwamba vinaleta baraka. Vinanimisha. Amen. Amen. Kama kichwa cha kuhani akiyeyuka, na mafuta yashuke, chini wapate baraka. Nani litafuta katika maono yako, katika kichwa cha kuhani. Sasa mwambie Mungu yeyusha ili vitu vishuke. Wewe mtu wa bondeni mwambie Mungu kuwa la mbinguni si mafuta katika kitu ili nipate baraka. Haleluya. Lakini cha pili nipate uzima. Kichwa cha kuhani akijayeyuka mafuta yaanze kushuka. Wewe hauna baraka. Wewe hauna uzima. Haleluya. Jana tulijifunza uzima unatoka katika nini? Amani. Pasipo amani hapana uzima. Acha nikwambie. Tumalizie somo hili. Haleluya. Amina. Tumalizie somo hili. Ninageukia wao jamaa. Amen. Amen. Unanisikia? Tusomapo Injili, tusomapo kitabu cha Waefeso, sura ya 9 mstari wa 10 mpaka karibu na 20 kule, uchumi tumanuka. Anasema hivi. Vaeni silaha zote za Mungu. Mwamba mbali sote simani panga. Vaeni silaha zote za Mungu. Mwamba mbali sote simani panga. Zile silaha zinagawanyika. Na hii bila mbali sote simani. Amen. Haleluya. Amen. Kwa watu wa mabondeni, wanaume haya, zile silaha zinasema kwamba vaeni ambara. Wewe uvae chupa yako uvae. Wewe ambare kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Vaeni silaha.
ambali vipaji. Kama ukivaa silaha, wewe kipaji. Vaa silaha ya ukweli. Mungu ufunga kama nini kingine kiunoni. Ili ukinge upambane na ibilisi. Utashinda. Lakini hao hawajaambiwa. Soma neza. Soma haya ya 13. 13. Haya ya 15. Waefeso sura ya 6 mstari wa 15. Msikilize vizuri. Nambaye inkweto sinzi ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema nambaye inkweto. Biblia ya Kiswahili inasema kitu kingine tofauti. Inasema hivi. Acha tusome. Efeso sura yake ya 6 mstari wa 15. Biblia inasema katika Biblia yangu ya Kiswahili nasema hivi. Na kufungiwa miguu utayari upatao kwa injili ya amani. Mama iweto. Tiko kutupa bwiza kama hauteguza. Bwana asifiwe. Amina. Biblia inataka kutuambia nini? Wewe ndio kundi. Tuvae silaha zote za Mungu. Tunaona ni wale shoto fulani panga. Kweli, ukuri, haki, kunaweza ni nyingi tu. Mfisho, maombi, amasengesho, neno la Mungu, jambo kimana. Lakini kwa wadudu, alikuwa neno la kufungiwa. Yakuja mkenya kufunga. Sio wao wajifunga. Sio wao wajifunga. Mungu anasema mambo mawili tofauti. Hamjui vitano. Mjifunge, mkenya mfunge, lakini wengine wanafungwa. Awali nao wanakezwa. Kufungiwa. Kufungiwa ni kufunga wewe mwenyewe. Hapana. Biblia inaniambia kufungiwa, kukezwa na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Mungu mtuma bwiza bibiteguza. Ina maana nini hapa? Nisowanisha. Katikati ya miguu ya wainjilisti, wachungaji, makuhani kuna mnyororo. Hagati ya maguru y'abavuga kutumana na bapaseri hariho umugozi. Kuna mnyororo. Hariho umugozi. Ule mnyororo unafunga na pingu ndabo hii, unafunga na pingu ndabo hii. Ule mnyororo unashengaha kandi unashengaha. Usinene mbumba kule. Mungu anaangalia kule. Ile mnyororo inaweka na kipimo chake. Pale mnyororo hariho kipimo. Ule mnyororo kunaandikwa injili ya amani. Hanisema ubutumwa. Amen. Kwenye ule mnyororo kunaandikwa injili ya amani. Kule mnyororo hanisema ubutumwa. Kupitisha mnyororo nilikuunda. Mtu mwenyewe alikupatia ule mnyororo na akakuweka wewe kuwa kuhani wa kuhubiri injili, anaweka na kipimo chake. Wabona leo sasa usitambuke. Hauwezi kwenda mbali na ule kufungiwa miguu kwa injili ya amani. Amani ndio kipimo cha safari ya injili. Hauwezi kufanya hivyo. Kuna mwisho ambao Mungu aliweka. Injili ya amani. Injili ya amani. Haleluya. Kufungiwa wainjilisti kwa mnyororo kusema kila kitu enda injili ya amani. Hapana kuhubiri injili ya matawanyiko, injili ya matengano.
iravuga Waebrania 12 Waebrania 12 ya kwamba utafuteni kwa bidii. Tafuteni kwa bidii. Tafuteni kwa bidii. Kuwa na amani na watu wote. kugira na mahoro n'abantu bose. Haleluya. Amen. Kwa njia hiyo muri iyo nzira sababu katika kutafuta hiyo amani kubonera ayo mahoro ndio kuna siri ya utakatifu. ndio ibanga ry'ukwera. Biblia inatuambia soma Biblia inasema siri ya utakatifu ibanga ry'ukwera katika amani na watu wote. ruri mu mahoro y'abantu bose. Haleluya. Amen. Wewe mtu wa bondeni, wewe mwanuruya maono yako yasiyoleta amani, yibona tukutana mahoro utasema ni maono bandia. yibimana bikushye Unataka kupatanisha watu, hivi hata Mungu maono bandia. Hata upele ng'ombe, na usema hata ukule kondoo. na ukitama Je, mnafikiri hao watu wanaokula hizi ng'ombe zote nilihesabu hapa kwetu Marekani wote wataenda biku? wala wale wote walizimana Ni sikukuu kila siku. Kila siku tunakula ng'ombe. Tukisema tutaenda mbinguni. Hamna. Waendao mbinguni ni watu ambao mioyo yao imetulia, imitima yabo imelainishwa. Mungu apitishe njia kuu. Haleluya. Njia kuu katika barabara ili utukufu wake. Ndugu yangu, Mungu amenituma kuongea na moyo wako. Kuna kero moyoni mwako. Kama ni mimi nilikukwaza, sawa. Kama ni mimi Bwana sijui nani hapa, sawa. Kama ni yule jamaa sijui nani kule, mimi niliona Patricia bado niko Afrika. Patricia ameshakuwa Marekani. Nililao Mungu kanaambia utamuona Patricia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Patricia tena Mungu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Tengeneza maisha yako. Ondoa kinyongo katika moyo wako. Ondoa kinyongo katika moyo wako. Yesu kasema hivi. Haleluya. Amen. Makwazo hayatakosa kuwepo. Makwazo hayatafanya nini? Hayatakosa kuwepo. Lakini ole kwako wewe unayesababisha kikwazo kwa mtu. Anasema ndugu yako akikukwaza, wewe muendee. Unasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muendee Yesu. Haleluya. Muendee. Tuwaendee ndugu zetu walipokwaza. Ili moyo wako ulainike. Haleluya. Amen. Wende. Wala usisubiri yeye akuje. Yeye na Mungu ni yeye na Mungu. Mungu anasema kwamba ni yeye amefungiwa jiwe humu atupe baharini. Ili ule mtu yeye Mungu atamhukumu. Lakini huyo mtu sio yeye atakufa. Yeye amekukwaza lakini hata kuja. Yesu atatuambia kama yeye akuja. Wewe uliyekwazika, wewe uliyepigwa kwazo, wewe huyo wende leo, wende. Haleluya. Amina. Kama huyu mtu aliyekukwaza yuko mbali, hawa wa Bwana hawa ni marepresenta wa Mungu. Fike hapa, sisi tutakuombea kwa sababu ya kwazo la mtu aliye huko. Msamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Msamehe. Kumsamehe tutaambia Mungu ya kwamba Mungu amesamehe.
wako. Orosha umutima wawe. Nguvu wako uonekane. Ukipata uonekane. Kumwambia Mungu tuone imani wako uonekane kwako. Ukipata imani uonekane kile wewe. Nataka kumwambia Mungu. Ndio tutoa imani. Ushike kama makini. Unahawe kazi. Unawaza kila leo kila Amena. Unakiwaza kila leo Unakuta chini ya Mungu. Tukihela jo. Manguka. Muda ni wako. Umanya wa uosi. Bago kumanya wa uosi. Karibu. Umanya ni kwao. Unahawe kazi. Unahawe kazi. Umanya ni wao. Unahawe kazi. Muda ni muda wako mzuri sana. Mungu anamwita Mungu anataka kulainisha moyo wako. Mani kwa mayosho wa mtu wako. Mani kwa mayosho wa mtu wako. Kutangaza utukufu wake kwako. Mani kwa mayosho wa mtu wako. Mani kwa msema hizo ni kujalo imika ya watu kumana yani mambo kasese Yerushwa na Roho Mtakatifu. hebu yela mikono hebu yela manuki Leta baraka. kujalo kama nikisha Leta uzima. watu Siku hiyo kuna baraka. Hamdisha. Kualika ndugu yako. Na ngoja kama mimi baba. Ngoja. Kumbe yule anaanza hatua za kuondoka. Ngoja. Karibu. Wao kazi. Huu muda ni wako. Maana huyu wao. Mani kwa maisha tunakuru. Mani kwa maisha tunakuru. Ubangu. Yesu anakuita. Mani na kukelele. Wewe nani? Uone wewe. Imani kwa ichwa ya chayo. Muda huu. Urumana n'ukurengana. Urumana wita kuwewe. Kwamba ameandaa. Mana yateguye. Kwa bado ni Afrika. Nari muri Afrika. Kaandaa kipindi. Mana yateguye. Leo unawatika. Kama Mungu. Ukifikia abana kumbona. Laza ujumbe kutoka kwa Mungu. Kandi ndaza n'umutima mubwire Imana. Kutoka kwa Mungu. Ndaza ijambo riva ku Mana. Amani ya Kristo ya Bwana. Kristo ashobora kuba. Kama amani ya Kristo itakuwa ndani yako. Nimba amahoro ya Kristo atachubaza moyo. Anataka kuona kitu. hanyuma uza gusengera abantu baje gusaba Imana imbabazi. Huyu
umukozi w'Imana tukabona ijambo ry'Imana. Tulisha neno. Hanyuma turaza gusaba Pastor Yongino aze gusengera abantu barwaye. Njira tuombea wagonjwa. Kugira ngo Imana ibagirire neza dufatanije. Hanyuma abarondera inkomezi. Turaza gusaba ya Pastor Majambere ashimira Imana. Mtogo maniambera taomba Mungu. Hanyuma arangije. Kimaliza. Tuzagusaba ngaha kandi uyu Pasiteri kubara kayaba kuva muri ariya ashima Imana kuko byose Imana yakoze. Naye huyo atamshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyotenda. Mwakoze kazi. Asante sana karibu. Baba yetu uliye katika mbingu takatifu, ninakushukuru kwa neema yako kubwa. Umeniondoa katika sehemu za mbali ili nifike kukutana na leo watu wangu. Asante kwa leo hii. Hii leo ni leo yangu mimi. Hii leo ni ya kila mmoja ambaye tumekutana naye hapa leo, ambao umeandaa wewe. Ninakushukuru kwa neema hiyo. Sasa Mungu, ule ujumbe nimeufikisha, kile ulichoniagiza kufikisha nimefikisha. Yanayosalia ni mambo yako, na hao ambao wamefika kuja kunyenyekea mbele yako kwa ajili ya kusikiliza ujumbe huu na kutaka kuitekeleza, naomba uwasamehe katika jina la Yesu. Ninawaombea msamaha wa dhati, nawaombea kusamehewa, ninawaombea kusamehewa ili wapate kupokea baraka hapa katika duniani na siku moja wapate uzima wa milele. Asante kwa sababu umekubali hivyo na utafanya hivyo kwa damu ya Yesu. Amen. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti akakaya ndio sana maana tunamshima kwa aliye wewe kwa hadi mambo akoko ya watu mara kama mjenzi wa Yesu anakuja anamsha imani ikomeye, imani iremereye, imani iteye ubwoba, imani ikinga nsagira ukingura wakingura ntagira uwakinga. Turi imbere y'amaso yawe n'iki giterane washatse ko uyu munsi cyabaho, kandi ukatwereza n'ubushyitsi kubwo kutugezaho amagambo yawe. Yesu turavuze agashimwa habwa icyubahiro mwami. Uyu mwanya nk'uyu ukomeye Kristo waba ujya gutunganya itorero ryawe kugira ngo turusheho kuba mu bugingo buhoraho uko turwanira bwa inosi. Ni umwanya wo kugira ngo umadure imbaraga z'umwuka wera kuri buri muntu wese mwami. Ijambo ryawe rirabwira neza ngo umwuka wera namanuka atemeza ab'isi icyaha, kandi nibamara kwemera icyaha batameze kuri Kristo. None rero dukeneye imbaraga z'umwuka wera, maze uwo mwuka amanukire mu mitima yacu mwami. Uwo mwuka wera amanukire mu baririmbyi, uwo mwuka wera amanukire mu bayobozi, uwo mwuka wera amanukire mu bavugabutumwa, uwo mwuka wera amanukire mu shengero ryose mwami, kugira ngo mwuka arusheho gutunganya itorero ryawe papa. Urakoze urakarama rero. Ijambo ryawe rigira icyakozwe n'intumwa mu bice bya bibiri mu munsi wa Pentekote usohoye, bose bari
Pastor Morisi. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Seregayo amezungumza habari za Pastor Morisi. Tuzishobora kumusengera kwamba tutamwomba ibintu byashize kugira ngo Imana imufashe kandi muremeshe kumukirire n'umugenzi. yale yaliyotokea yuko pamoja, msaidie. Turiko turasenga ngaha wake na nisiko tutagira deni. Nimesikia kwamba tusiondoke na deni. Tugomba rero aduze Pastor Jonas kugira ngo iryo deni rihere Imana kuri igikorwa cyayo kubwo muntu. Tunahitaji Mchungaji Jonas aombe Mungu ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Reka tugire imbere y'Imana ariko twese itorero namwe ikibazo kitwega twese niombe wese tuombe amusengera kugira ngo aweze kuomba pati abasha kwimana gore ili kama nguvu ya Mungu ionekane juu yake. Mana yacu iri mu ijuru, tugushimiye kugira neza kwawe Mana, tugushimiye Mwami kubw'inyigisho nziza kuri twebwe, tugushimiye kutuma tukudukorera tukagushimira wabanye natwe wera kugusunika tugabura amajambo yawe mazima tugiye kubahwa. Reka tukweze umukozi wawe, turazi ko tukiri mu isi n'ibibazo, isi y'ingorane, Satani yatiburiwe muri yo akagaragaza kurwanya imirimo yawe. Izina rya Yesu Kristo baramuze bafite mu biganza byanyu ubushobozi bwose musaba ibyo mugomba byose. None Mwami ndakwera tujya mukoza ahari, urazi kuri mu maganya menshi, urazi kuri mu byiyumviro byinshi, urazi yuko Mwami utahanze amaso. Turasabye Mwami Yesu ububasha bwawe bwuzuye kuri we, ugenda n'urugo rwiwe, ugenda n'umuryango wiwe, mu izina rya Yesu Kristo umuhagarike mu kiganza cyawe. Hanyuma usigaye Mwami abasatani bagiye gutsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Abayitsinze Kristo ivuye kuri wewe, ibisigaye yumve kurema, ibisigaye kuremesha nk'Imana. Ndagushima Mwami, yumve ibyo bihe byiwe, yumve ko ariyo nzira yiwe, yumve ko ariko kunesha kwiwe. Hanyuma nyakubahwa yongera hanga amaso umusaraba, hanyuma nawe umurambire Mwami. Ndagushima uramuba hafi mu mirimo yawe, umube hafi mu rugo rwiwe, umube hafi mu bibazo byiwe, umube hafi. Ibisigaye nyakubahwa umwe kugirira intambuko yo kukwizera, umwe kugirira intambuko yo kwambara ibirwanishwa, hanyuma natabuja umuca imbere umwe kunesha. Urakoze Mwami ugiye kumuba hafi, urakoze Mwami ugiye kumurwanirira, urakoze Mwami ugiye kubana nawe, urakoze Mwami ugiye kwerekana kubisa intsinzi mu maboko yawe. Uramugira neza muri byose, dusabye kwizera kubikora mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Basi Imana irakoze cyane. Bwana amefanya vyema sana. Nizera ko turiko turasozera, na imani ya kwamba tunafikia, ariko kugira ngo gufasha Morisi, lakini kwa kitunga cha kusaidia twarufa amajana 440 hafi 8 n'amasenti. tumepata milioni 40 hanyuma y'amadegeri yasimeshika n'amadolari 50. Mebaki deni ya dola 50. Kubw'ibyo rero twagomba tubasabe mwamazi ko tugikozwe twanga. Kwa hiyo tunaomba sisi ndio tumefanya watu wa watu kwa hapa. Mutwari inkuru ariyo mwaje muva, Peleka ujumbe kule ambapo umetoka. hanyuma abakozi b'Imana kandi mu butwari iyo nkuru Na watumishi wa Mungu pelekeni habari kugira ngo nabo bariya muto babwire, ili kwamba na wale kugira ngo baze bakore igikorwa nk'iki dukoze. waweze kufanya kazi ambayo tumeifanya. Kandi nawe wakoze, Na wewe ambao umetenda Roho w'Imana niyo abita kubwiye kandi Mungu akikwambia kitu kingine uzi ugikore. basi tenda, Kuko gukora ibikorwa nk'ibi kwa sababu kufanya kazi kama hizi ni ukugurana, ni kumkopa umuntu umuguranye na kuwa umemkopesha. Bwana wetu asifiwe. Amen. Kubona nabyo guterera umuntu Hata kumsaidia mtu iyo afise urubanza, wakati kuna sherehe umuntu umuguranye tunakuja mkopa, urashobora kumuterera icupa ry'icyayi n'igugu ijana, unaweza kumpatia chupa la chai kama ni 100, hanyuma nawe agize urubanza ukazobigura amajana 2, naye akiwa na sherehe ukanua kwa 200. rero iri bikorwa Kazi hizi sasa nicyo gituma duteganya kubikora. ndio maana tuzifanye
hiyo udakora ufasha mugenzi wawe usaidie ndugu yako, Imana arogereye nawe bimushikiye izibira amaboko y'abantu. Wakati Mungu azuie mikono ya wanadamu, usange wifuza cyo afasha tamani kwa nini utasaidia wewe upangele kubwiza bwanyu umwanya mu shari ka andaye kwenye kituo ili kwamba ndugu yetu kazi hiyo endelee. Utakuwa umefanya vema. Kabla hujamaliza usiweze kwanza kulala kwenye programu. Acha turudishe nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa dakika 3 Ezekiel. Minuti 3 minutes. Minuti 3 basi. Amwe bora walimu. Amwe imeanza mmoja. Maisha bampaye minuti 3 sindirimba. Mwumvise ni ijambo nkwiye kuvuga. Tugeze mu mwaka w'2019 ndiko ndashima kuby'Imana yakoze mu 2018. Amen. Yakoze byinshi mu buzima bwanje. Abantu bari kumwe barapfuye mugabo jewe ndamusa. Amen. Hanyuma kwa ngomba gushima ntanga offering mchongere kwa kuga offering ishikano kama nikuga yuko ndumvise ko hasigaye amahera amajanane au wametoa batazi amajanane sawa ngira ngongere ijana kwiryo nami nimeongezea 100 ikimala yuko nabwo mvuzatingo nagasuzuguro kubona Mungu Ezekiel batanza habizi batanza mpera ngoreyibona no singomba kuyumvisha si kwa sababu na mvulo kusikia mmesimama hapo na sema hivyo nikumbe yuko ni kitu Imana yanyigishije gutanga. Amen. Ni kitu ambacho Mungu amenifundisha kutoa kandi hanze ari ikintu cy'igishinga nkahe ndiko ndashima Imana byo kuri. Amen. Na natoka nchi ya ushuhuda wako basi nataka kiongozi kwa matangazo. Bwana wetu asifiwe. Amen. Twagomba gufata umwanya wo gushimira umukozi w'Imana twatumiye kuvalia muri Colorado. Nachukua nafasi hii kumshukuru mtumishi wa Mungu kutoka Colorado. Tukashimira n'umukenyezi wewe byazananye. Na tunamshukuru hata msaidizi watu waliokuja pamoja. Washimire cyane. Nagize neza kumva ubutumire bwacu. Ulifanya vizuri kusikia ujumbe wetu. Tunashimiye kandi kungaburo Imana yabakoresheje. Na tunashukuru tena kwa chakula mlichotupatia. Hanyuma tubaye kaze ni uyu munsi. Nawakaribisha tena siku hizi mnahabonye. Na imani mmepaona. Hanyuma igihe kigeze muzotubwira cyangwa tubabwire mwowe tuwe dukorane hamwe. Ndio ukifika mtatuambia au sisi tutawaambia tukusanyike tena pamoja. Mali waongesha. Mungu awabariki. Hanyuma tubashimiye wewe kwa pastor Ngesu. Hapo tunawashukuru wachungaji wote, abavuga ubutumwa, wainjilisti, hanyuma abajena abashinga ntanya n'abadiakoni n'ishengero mwese n'abaririmbyi, walimu wasaidizi, semashe, wajumbe na kanisa kwa ujumla. Tunawashimiye cyane, tunawashukuru sana. Tumaze mwitwara mkuu kugira ngo muze dukorane hamwe. Nifanya jitihada kuja tukusanyike pamoja. Nubwo yawe n'ikibintu biteye ubwoba, kwa kulionekana vitu vya kutia hofu. Nukuri ndaje kumazimana imbere. Najua kwamba mmemweka Mungu mbele. Kandi yeye ni mashizi mbele niwe yabarongoye. Yule mliyemweka mbele kawa. Kandi niyo twizera kwa na tuna imani yule atawaongoza. Bwana wetu asifiwe. Leo mwakoze cyane Imana ibamugisha. Asanteni, Mungu awabariki. Hanyuma nguko biri kandi ama ilivyo tena tuba tuja mu miga ya kabiri. Tunataka kuingia
ushirika. Ndabasaba mwihangane. Niwaombe mvumilie. Naho kwa gufata umwanya muremure. Kwa kuwa tutachukua muda mrefu kwihangana kugira ngo dutawa imisi vyavuzwe. Vumilieni urudi nyumbani kumekwisha sikia yaliyotamkwa. Kandi gusenga isengesho rimwe kugira ngo dutahe kwese. Tuombe ombi moja kwa ujumla ili turudi majumbani. Tuweza kumva ibikorwa ngene vyagenze muri uyu mwaka. Ni lazima tusikie jinsi ilivyotendeka mwaka huu. Tukiweza kandi kuvugana ile uyu mwaka tugiye gutanga ingene tuzokora. Na ni lazima tuongee jinsi tutakavyotenda mwaka huu ambao ico gituma rero gufata umwanya. Iyo sababu kachukua kamera yacu y'urugendo yakunda guhera saa 9 n'iminota hejuru. Ushirika wetu ulikuwa na huwa mara nyingi unaanza saa 9 na madakika. Ariko nizera uyu munsi biraza kurenza saa 10. Lakini nafikiri tatindisha saa 10 tuko turengera saa 8 si sawa? Sababu hivi tunakaribia saa 8. Mwihangane cyane. Vumilieni sana. Nuko tukomeje kubabwira ndio nataka kuambia. Reka ndagusaba upasire babishimana amatubeni zo kuruhuka. Kuruhuka minota 10 bariko barabandanya mubisigaye atarasenga reka tumuhewe. Sawa, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi ibada ya kwanza nimemalizikia mahali hapa. Nikisho za mbele ziangiliano tunataka tufanye utaratibu huu. Tugomba dushore huu utonde. Kwa nafasi mchungaji akimaliza kuomba, mpalite nejo kusenga watu wote abantu bose tungeomba kwa kunyosha misuli mwende nje au chini. Kukugorora intege mugende hanze. Halafu baada ya dakika 10 tu, inyuma y'iminota 10 gusa, the voice of Holy Spirit yitwi ya mpemu yera watakuwa yuko mmoja bararimba indirimbo imwe. After 10 minutes, nyuma y'iminota 10 tuwapishe mashemasi. Ni kazi ya mashemasi, tubise abadiakoni mu mwanya wa diakoni. Halafu baada ya dakika 10 mtarudi. Nyuma y'iminota 10 kwa hiyo tusimame kuvivyo tuhaguruke ende mambo zote mtarudi. Mungu mtamba yatubwire asengima. Yesu asifiwe. Kabla sijaomba Mungu, arasenga Imana, ndashimye muri byose kwa sababu Mungu alipenda tukutane leo. Kuko Imana yakunze ko duhura uno munsi. Nashukuru uongozi, ndashimye wa kazi yote ambayo wamefanya mpaka sisi tumefika hapa. Ndashimiye uburongozi ibikorwa byakoze kugira ngo dushike hano. Nilipokuwa katika ndege kule, iyo igihe nari mu ndege naguma niraba nilipa ngapi sijui hapana huyu. Ndiyo sijui. Bigenze ntarizi ko nari ngiye kuriha. Bigeze biti. Mungu wa ajabu. Imana ni ibitangaza. Yeye ananibeba. Imana yanderuye. Basi ninamshukuru sana. Ndayishimiye cyane. Ninawashukuru kanisa. Ndashimiye n'ishengero kwa sababu kweli nimeona watu wengi ambao tulikuwa miaka tuonane. Mzukuri nabonye abantu bari hagati y'imyaka myinshi tutabonana. Nimeshukuru sana kuwaona. Kandi ndashimiye cyane kubabona. Nafikiri kuna mengi ambao Mungu atafanya baadaye. Nibaza ko hari ibintu byinshi Imana izokora hanyuma. Tuwezi kuyasema sasa hivi. Ushobora kubivuga ubunyine kwa sababu hatujui. Kuko ntabyo tuzi. Sijua kama itakuwa hivi. Sinarizi ko bizokuba. Lakini leo imekuwa hivi. Ariko uno munsi bibaye. Kuna mengine katika siri za Mungu. Ukuvuga ko hari ibintu mu mabanga y'Imana atafanya yeye. Ikizokora sijui. bizomera gute. Ila naomba tu ariko nsavye Imana irushize kuba heza cyane. Amen. Baba yetu uliye katika mbingu, ninakushukuru kwa sababu miguu yangu imekanyaga katika uwanja huu. Nimekutana na wandugu ambao uliwatumia ili waandae safari ya mimi kufika hapa. Ninashukuru. Katika shukrani zangu ninawabariki kanisa na watumishi wake wote. Mungu, kama ulivyo mkuu, asili ya baraka zetu na asili ya uzima wetu wa milele, ninaomba Mungu mimine baraka katika kundi hili katika jina la Yesu Kristo. Manyunyu ya baraka kutoka mbinguni yashuke. Ninaomba ufungue mbingu kwa ajili ya kanisa kwa jina la Yesu. Haleluya. Ninaomba katika jina la Yesu ufungue mbingu, watu wao wabarikiwe na siku moja tukutane katika mbingu zilizo takatifu
pasipo makwazo katika mbingu zako za raha na furaha. Haleluya. Nataka kutawanyika, tunaomba utawanyike na kila mmoja wetu hapa. Ututangulie, watakao kwenda sehemu za mbali, watangulie huko. Watakao salia hapa, miguu yetu ya amani ilipokanyaga hapa, amani yako iendelee kuwa pamoja na wao. Neema yako ifuatane na kanisa. Ni katika jina la Yesu ninaomba, nikiamini kwamba umenikubali. Amen. Amen. Watakao rudi na sifa za kanisa na Wakristo washika kumeza imani gusa. Abana batarabatizwa aho byagoye nimagaruka gusa ingingo z'ishengero bonyine gusa. Asante. Tugomba kuyikoresha murakoze.
kubaramukanya turafashe musohoke hanze umwanya ubonekane ngaho hagati y'abasabye